Aisha, hivi ni kwa nini taarifa zangu zimesambaa kijijini kote? Yaani swala la mimi kuja nyumbani kwako kutimiza kile ambacho ulikuwa unakitaka, lakini sasa hivi kijijini kote washajua taarifa zangu mimi. Lengo lako nini? Kwamba mimi nionekane mbaya, nionekane ni mtu wa ovyo. Si ndio lengo lako hilo? Niambie, una shida gani wewe? Wandiba, tafadhali sana. Siko sawa. Nakuomba. Umekuja kwanza, makubaliano yetu tuliyofanya mimi na wewe haujatimiza. Kitu cha kwanza. Sasa hivi tena umerudi. Kwa ajili ya nini Wandiba? Nisikilize. Nilichokifuata hapa nyumbani kwako, nilichokuja kukuambia wewe, nataka unielezee ni kipi hasa kinachokusibu wewe? Ni kipi hasa kinachokufanya utoke hapa uanze kusambaza kijijini taarifa zangu zote? Wandiba alikuja kwangu, Wandiba amefanya hiki na kile. Kwa nini yani? Kwa nini unafanya hivyo? Nilichokuwa nakitaka mimi au wewe? Ni kitu gani nilichokuwa nakitaka mimi kwako? Alafu kuhusu kusambaza maneno, mimi sio mtu wa hivyo. Sio mtu aina hiyo Wandiba. Lakini pia nilikuomba pesa unisaidie nimpeleke dadangu hospitali. Umefanya ulichokuwa unakihitaji, umefanikiwa, sawa. Basi nimesaidiwa pesa na dadangu. Lakini mke wako kaninyang'anya mimi simu. Usiongee vitu ambavyo havina msingi wowote. Yaani usiongee kitu ambacho unajitafutia sababu ya kujitetea. Nisikilize, taarifa zako ninazo zote. Nazo vizuri mno. Wewe ndio umemfuata mke wangu, ukaanza kujitambia. Ukaanza kujifanya kwamba wewe ni mwanamke mwenzake. Yaani kwa maana kwamba unataka uwe mke wa pili, unaanza kushindana naye. Unamtafuta mke wangu. Wewe una shida gani kwa mfano? Nikuulize tu. Yaani nisikilize Aisha. Yule ni mke wangu, naomba umwache kama alivyo. Mke wangu wa ndoa, unajua nimetoka naye wapi? Nimetoka naye mbali sana. Wewe usitaki kuniharibia mahusiano yangu. Usitaki kuniharibia ndoa yangu mimi. Nisikilize, yule mwanamke nimetoka naye mbali sana. Huwezi kujua mimi nimetoka naye wapi. Sasa wewe kitu kidogo nilichokupatia kisije kukufanya uanze kujitawala. Kujiona kama wewe ni sehemu ya yule mwanamke. Yule ana nafasi yake na wewe una nafasi yako. Wewe tayari tulishamalizana. Kwa hiyo kaa pembeni, niache mimi na mke wangu. Unanielewa? Sawa, Wandiba, nimekuelewa. Lakini nina ombi moja kwako. Moja tu. Mungu nisaidie. Nisaidie tu ile simu niweze kuipata nimpeleke dadangu hospitali. Simu ipi? Kuna simu ambayo umenipatia mimi? Simu gani hiyo? Simu aliyochukua mkeo. Maswala mimi yanihusu. Yaani maswala ya dada yako, sijui anaumwa, sijui anahitaji kwenda hospitali, mimi yanihusu. Nilichokifuata hapa ni kukuambia hicho nilichokuambia. Sasa sioni faida ya dada yako. Kama nikufa ache afe. Ana faida gani? Wandiba, unasemaje? Umenisikia vizuri? Dadangu mimi afe? Hapana. Naomba unisaidie tafadhali. Ile simu tu naomba unisaidie, sitakusumbua. Nakuomba. Wewe mwanamke. Yaani unajua wewe ni sawasawa na ua fulani ambao limeota kwenye jangwa. Alafu ile ua liko peke yake. Halina msaada wowote ule. Muda wote linaweza likanywea. Yaani kwa sababu haliwezi kupata matunzo yoyote. Ndio sawasawa na wewe. Sasa nikwambie usije ukanitafuta mimi kama vile niwe sehemu ya msaada kwako. Siwezi. Nimeshamalizana na wewe. Tulichokifanya kimeshaisha. Mbio za sakafuni uishie ukingoni. Kwa mimi na wewe ukurasa wetu ushafungwa. Yaani hatuna tena kipya chochote mimi na wewe. Nisikilize kwa makini. Iwe mwanzo na mwisho. Nisikuone tena unafuatilia maisha yangu. Kama nilivyokuambia, mimi na wewe hatuna tena kitu chochote kinachoendelea. Mimi na wewe tumeshafikia mwisho. Sasa nikusikie tena au nisikie kitu chochote kinachoendelea juu yangu mimi. Wewe. Nilichokifanya kitajirudia mara 2, mara 3, hata milele. Kitajirudia zaidi na zaidi. Mimi ni mtu mbaya sana. Usinizoee. Nimemaliza.